akuwe na hiyo heshima. Mr. Speaker, mimi nikirudi kwa hii budget ambayo inaenda kusomwa, ningependa kusema hivi. Watu walikuwa nauliza nimepeleka wapi picha itakuwa, nitakosoa serikali kama niko na picha pia hapa. Mr. Speaker, mimi ningependa kuambia Mbadi ya kwamba usipeleke hiyo kwa National Assembly hiyo budget ya huu mwaka kama hujaileta hapa. Vile ulijitembeza miguu zako wewe mwenyewe ukakuja hapa bunge la mwananchi tukakuuliza maswali. Tena the same hiyo agenda uibebe uilete hapa. We have our bunge la mwananchi president, we have all the stakeholders, we have our speaker. Tuichambue hapa kwanza, because it is only this kikao ambao wananchi wanakutana hapa baada ya kazi. Wengine wako busy, sisi tunaendanga kwa nyumba kuambia. Wakitoka hapo wanaingia kwa hizi media, online media, wanaona leo huyu amesemaje, huyu jamaa wa picha amesemaje, huyu nani amesemaje. So kwa hivyo they learn from us. We are here representing them as far as you present them at the National Assembly. So kwa hivyo Mbadi, wherever you are, wewe kama utashughulika mambo ya kutengeneza hiyo mkakati ya financial budget, leta hapa tuipige msasa. No, tupatie budget, sisi tutafanya vitu za bure. Sisi pia lazima tuangalie mafuta ya kuelekea hapa na pale. Therefore, Mr. Speaker, nikirudi kwa mambo ya ya siasa ya kawaida. Mambo ya Ruto kumaliza miaka 10 si kitu ambao tutajirudia. Rudia miaka 10, it is unstoppable. Hiyo hakuna ujanja, hiyo tukubaliane kwamba honorable members, even though my opinion is not your opinion, lakini kubaliana nao. Miaka ni 10 hapa. Kuna ujanja. Let us be fair with this man. Kibaki tulimpatia miaka yake 10, ingawaje tulimfinya 207, lakini baadaye tukamhurumia. Uhuru the same. Maraga akakuja akamfinya, lakini tukasema hapana, hata kama amemfinya wacha tumhurumia, akamaliza. Je, ni William Samuel Ruto si pia tumhurumie bwana, amalize miaka 10 ama namna gani? Na waomba tafadhali. Mmekataa. Hiyo ni nyinyi mmesema, sio mimi. Kama ni nyinyi mmesema, Ruto amesikia, wamekataa. So kwa hivyo kama amekataa, mimi sina cha kufanya. Mimi kazi yako ni kupiga tu hii picha yako. Na hii kufikie, maana sisi tumeenda pale UDA party, chama ambao ni wananchi, na kuna mikora mingi pale wamevuruga sisi. Yuko mwanamke anaitwa Patience, amesumbua sisi kama nini. Yuko mtu anaitwa Chemelet, huyo mtu anajua kukaribisha watu. Mr. Speaker, let me continue by saying this way. The President of the Republic of Kenya, William Samuel Ruto, I always say is that the presidency is a symbol of national unity. Kama upendi Ruto, heshimu hiyo ofisi. Lakini Ruto pia tunakuambia heshimu vijana. Nikakwambia mimi ni rafiki yako, hakuna wasiri. Mimi ninavanga picha yako kwa shingo, lakini kwa heshima ya hii suti yangu leo sitaiweka.
Leo na kuchambua tu polepole hapa. Ruto, tafadhali angalia vijana. Vijana ni wengi. Ukiangalia population ya sahi, 90% of the composition of the population of this nation, that are the youth. Na vijana wanalia na kusema kweli. Mimi nimezunguka Kenya, leo nimekuwa Kayole, nikatoka Kayole, nikaenda Mwiki, nikatoka Mwiki, nikaenda Githurai, nikatoka Githurai, nikaenda Kasarani, Roysambu, nikateremuka kule chini Ngomongo, nikatoka Ngomongo, nikaenda kule Coach. So yapana, nilikuwa naangalia hii watu wanalalamika na Ruto, shida ni nini? Tunaweza kaanga hapa bunge la mwananchi, mimi nikivai cha Ruto, kumbe watu wamekasirika kwa ground. So kwa hivyo Ruto, ground ni mbaya. Brother, mimi sitaki kuficha, ground ni mbaya. Brother, ground ni mbaya. Ground ni mbaya brother, mimi nakwambia ukweli. Ground ni mbaya. Na wachana hii mambo nang'ang'ana na wazee. Huyu Musalia hakuna kitu atakusaidia. Wetangula hakuna kitu atakusaidia. Baba Raila Amolo Odinga atakusaidia because ako na chama cha ODM, na ODM unajua ni nini. ODM ni vuguvugu. So kwa hivyo Raila amechokoa na chama. Huyu endelea kukaa na yeye. Lakini venye umekuja ukakaa na Raila ukasahau vijana bana. Umejisahau. Na wewe nakumbuka hii Gen Z, hiyo vuguvugu ya Gen Z ilikuwa noma. Ilikuwa noma sana. Hata mimi nikakurumia, nikavaa hii picha yako nikasema hapana, huyu mtu lazima tumpanguze machozi. Mimi nilikupanguza machozi, lakini manze bana, ground inachoma. Mimi wacha nikwambie tu kweli brother. Unless wewe kama utakaa chini na vijana ufikirie story yao, lakini kama utaendelea tu wewe unaenda hivyo wenye wanaenda na hiyo mtaratara, hatujakataa. Kama kwetu Busia umefanya maendeleo, nimeona. Kisumu umefanya maendeleo, nimeona. Western, hata area zingine umerekebisha. Hata watu wa Mombasa waliwarudisha ile bandari. Lakini kuna vitu zingine hujashughulikia story ya vijana, na vijana ni wengi. So kumaanisha ushuru mingi natoka kwa vijana.
kwa vijana. Ukienda kule Australia watu wanachapa kazi kwa hizo, angalia vijana ni wengi. Ungeangalia population ya sahi, 90% of the composition of the population of this nation, that are the youth. Na vijana wanalia sana kusema kweli. Mimi nimezunguka Kenya, leo nimekuwa Kayole, nikatoka Kayole, nikaenda Mwiki, nikatoka Mwiki, nikaenda Githurai, nikatoka Githurai, nikaenda Kasarani, Roysambu, nikateremuka kule chini Ngomongo, nikatoka Ngomongo, nikaenda kule Coach. So yapana nilikuwa naangalia hii watu wanalalamika na Ruto, shida ni nini? Tunaweza kaanga hapa bunge la mwananchi, mimi nikivai picha ya Ruto, kumbe watu wamekasirika kwa ground. So kwa hivyo Ruto ground ni mbaya. Brother mimi sitaki kuficha, ground ni mbaya. Brother ground ni mbaya. Ground ni mbaya brother, mimi nakwambia ukweli, ground ni mbaya. Na wachana hii mambo nangangana na wazee. Huyu Musalia hakuna kitu atakusaidia. Wetangula hakuna kitu atakusaidia. Baba Raila Amolo atakusaidia because ako na chama cha ODM, na ODM unajua ni nini? ODM ni vuguvugu. So kwa hivyo Raila amechokoa na chama. Huyu endelea kukaa na yeye. Lakini venye umekuja ukakaa na Raila ukasahau vijana bana. Umejisahau. Na wewe unakumbuka hii Gen Z, hiyo vuguvugu ya Gen Z ilikuwa noma. Ilikuwa noma sana. Hata mimi nikakurumia. Nikavai picha yako nikasema hapana, huyu mtu lazima tumpanguze machozi. Mimi nilikupanguza machozi, lakini manze bana ground inachoma. Mimi wacha nikwambie tu kweli brother. Unless wewe kama utakaa chini na vijana, ufikirie story yao. Lakini kama utaendelea tu wewe unaenda hivyo wenye wanaenda na hiyo mtaratara, hatujakataa. Kama kwetu Busia umefanya maendeleo, nimeona. Kisumu umefanya maendeleo, nimeona. Western, hata area zingine umerekebisha. Hata watu wa Mombasa waliwarudisha ile bandari. Lakini kuna vitu zingine hujashughulikia story ya vijana, na vijana ni wengi. So kumaanisha ushuru mingi natoka kwa vijana. Ukienda kule Australia watu wanachapa kazi kwa hizo industry, ni watu gani? Si ni vijana. Investor akikuja hapa watu hata supply labor ni watu gani? Ni vijana. So kwa hivyo issue ya vijana kaa nayo, uisuluhishe. Na mimi sitakutanganya kama Maniso na kuletea report na hiyo report unaikagua, alafu nailenga, ni kubaya brother. Na mimi naambia vijana, it is not too late. Huyu jamaa tumpatie tu heshima, mimi si mgongi. Ingawaje na mrekebisho, najua rafiki mzuri ni ule anakuambia ukweli.